mke wako ni mkarimu mno, na huwa anakuja hapa anapokuja Manyingi hata kunitembelea mimi mtumishi wa Mungu, hajawahi ninyima hata siku moja. Unasema? Ninakuhakikishia mke wako hajawahi ninyima hata siku moja. Nisikize vizuri. Ndiyo. Hata nyumbani kwako nimwaifika, mke wako hajawahi ninyima hata siku moja. Unasema? Unasemaje mtumishi? Ushindwe katika jina la Yesu. Mzee unanitibua. Unaheshimu watumishi wa wewe, ushindwe katika jina la Yesu. Yaani mimi mke wangu ananinyima hapo anakupa. Usimkamate mtumishi wa Mungu kama hivi. Mimi ananinyima anakupa. Nisikilize vizuri, uweze kunielewa. Unajua nimekwambia mke wako ni mkarimu. Hata ukija nyumbani kwangu naye mama mchungaji ukifika, hawezi kukunyima hata siku moja. Kweli? Nakueleza. Mama mchungaji yuko. Unanielewa vizuri? Ndio nakusikia. Mama mchungaji yuko. Unanielewa vizuri lakini yuko wapi mama mchungaji? Nakwambia kanisani kwetu ni wakarimu sana. Mama mchungaji yuko ndani. Nisikilize kijana. Unataka nini wewe? Unataka nini hapo ulipo? Nahitaji na mimi nipewe na mama mchungaji. Hii sio saa ya kupeana. Umeelewa sawa sawa? Hii sio saa ya kupeana. Hata ungeingia ndani sio saa saizi ya kupewa wewe. Kwa hiyo kuna ratiba. Kuna ratiba. Unielewe vizuri. Sio lunch time. Mke wangu ananinyima maupiurupi, unaona niambia lunch time. Chakula mimi sina nyumbani. Jesus Christ. Na nyimwa maupiurupi. Jesus Christ. Ndani. Sasa unapokuja unatakiwa kufafanua vizuri. Unanielewa vizuri? Kwanza mama mchungaji namkuta jikoni. Wewe, hebu kaa chini. Yuko ndani. Kaa chini kwanza. Unanielewa vizuri? Mimi sikumaanisha unachomaanisha wewe. Na wewe una mapepo wewe. Maana mawazo yako yote. Nimekuja mimi ili swala unitatulie. Sasa unahitaji kwanza kuombewa. Nisikilize kwanza, nisikilize. Ikiwa ndio mawazo yako hata kwa mama mchungaji, wewe umepotea. Twende ukaombewe kanisani.